imani yako. Maana kule ulipokuwa ulikuwa ukifanya kazi kwa bidii na ulikuwa na imani tosha. Usikubali ibilisi akudanganye kwa sababu ya mali. Kwaheri Josephine. Sikiliza mwanangu, huyu pepo anayekuja anataka kuahidi mali na utajiri, ila leo hii nakueleza kuwa ibilisi hakupi mali bila tatizo. Mwanangu, ibilisi hakupi mali bila shida kubwa. Anaweza kuonyesha pesa, nyumba, magari na maisha nzuri. Njoo, nitakupa magari, nyumba, chochote kile utahitaji. Njoo, upande huu kuna raha, upande huu ni utamu na furaha tele. Utapata asali na vyote utaka. Ukilalamika, ukilia, wakati huku tunapatiana kile ambacho umeitisha. Mwanangu, njoo tuandike mkataba. Hapana, nisikize. Anaweza kuonyesha pesa, nyumba, magari na maisha ya nasa ili moyo wako uvutiwe, lakini nyuma ya ahadi hizo kuna minyororo ya giza inayofunga roho ya mtu. Utajiri unaotaka ama utoka kwa Mungu huja na amani, baraka na heshima, lakini utajiri unaotoka kwa giza huja na mateso, hofu na mwisho mabaya na kifo. Haja gani uishi mahali ambapo kuna mateso, mahali ambapo kila siku ni kilio, na ila huku tunakupa chochote unachotaka. Huku tunakupa maisha. Ni haja gani uishi maisha mrefu na unateseka, ila huku tunakupa kila kitu na tunakuongeza miaka. Mwanangu, njoo upande huu, huo upande upo. Hapana, 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 nisikilize kwa makini. Je, ungependa mali ambayo unahangaika kila siku? Jibu. Ungependa mali ambayo unahangaika kila siku? Mwanangu, usiogope ibilisi, usiogope pepo. Ndiposa na kuuliza, je, ungependa mali ya mateso? Kubali, sema ndio. Ibilisi hautaweza kumchanganya mwana wa Mungu ama mtoto wa Mungu, maana najua kile unachokitaka. Unamtaka nafsi yake, unaitaka nafsi yake. Huyo ni mmoja wale ambao walikuwa wakikufuatilia, ila sasa niliomba fursa kule juu mbinguni ili kuwapa wale wanataka maisha matamu, maisha marefu na vitu vingi, ila nikakuja kumtembelea dada huyu ili nilisikia kilio chake.
ndiposa Usikubali kubadilisha ama kumsikiza Ibilisi, maana yeye yuko hapa kukupa vitu vya dunia ambavyo vitapita. Kumbuka kwamba mali yote ya dunia ni ya muda tu, lakini roho ya mtu ni ya milele. Shetani anajua kwamba ukimfuata utapoteza njia yako na utakuwa mtu ambaye anateseka. Usikubali mali atakayokupa, usikubali aweze kudanganya, maana tunamjua Ibilisi, na siku zako zitaweza kuishia na kisuii. Kubali uwe pande wangu, utapata chochote kile unachokihitaji na kujua kwa majina, na nakutambua Josephine, njoo upande huu, utapata matunda, utapata vitu ambavyo wewe mwenyewe ulikuwa unahitaji. Umaarufu wa biashara wako, wateja kupigania, kila mmoja atakuwa na kuona na anataka tu kununua vitu ambazo unauza. Kubali Josephine, vitu ambavyo umekuwa ukiomba naweza kukupa, ila sema mimi ndio Mungu, mimi ndio niabudu. Josephine, mkataba. Nyamaza Ibilisi. Josephine, nisikize kwa makini. Shetani anajua kwamba ukimfuata utapoteza njia yako na utakuwa mtumwa wa giza. Ndio maana anakuita damu, anakubembeleza, anakwambia sikiliza sauti ya Mungu zaidi kuliko sauti ya majaribio. Chagua njia ya haki hata kama ni ngumu, kwa sababu Mungu anaweza kubariki kwa njia safi na ya kweli bila kupeleka kwenye giza. Simama imara katika imani yako, kataa ahadi za uongo na uendelea kumtafuta Mungu kwa moyo wako wote. Usikubali utajiri wa haraka uharibu maisha yako ya milele, kwa sababu baraka za Mungu huja kwa wakati wake na hazina maumivu ya ndani yake. Ibilisi, Josephine, huku kuna mazuri na kuahidi kile ambacho unachokihitaji, maana wale ambao nimewapa nguvu wa wachungaji ni waziri, wengine ni mama mboga, ila wana umaarufu sana. Ile biashara yako umeona wateja hawaji, kwa sababu gani? Yule jirani alikubali mkataba. Sasa hivi tunavyoona amefunguka kibanda kingi sana. Njoo huku mwanangu, njoo. Nilijua unakuja milimani na nilijua utakubali mkataba huu. Njoo mwanangu,
Nisikize, usiogope na usidanganywe na sauti ya giza inayokuahidi mali na utajiri wa haraka. Shetani mara nyingi hutumia tamaa zake ili kukuweka katika majaribio. Lakini leo hii nisikize kwa makini. Sikiza kwa makini, anakusihi anaiweka jina la Mwenyezi Mungu katika mazungumzo hii. Usikubali ibilisi huyu akuingize katika majaribio. Usimkubali, maana mwishowe ni kifo. Maana najua na ameweza kuwachukua wengi. Anaweza kuonyesha dhahabu, pesa, nyumba na maisha ya anasa ili moyo wako utamani vitu hivyo, lakini anajua kwamba mwisho ni kilio. Si ni kweli ibilisi? Unadanganywa Josephine, huku kuna vitu vingi sana vilivyokuahidi Josephine. Biashara yako itapanuka, wateja watakuja kwa wingi. Nisikize mimi, wachana na hao ambao wako Josephine na uone ninadi nguvu ya kufanya mitambo ikose kufanya vizuri. Josephine, kubali mkataba, takupa magari, majumba, biashara yako itapanuliwa. Yule dada ambaye yuko kando yako yuko nasi, ndio maana unaona alifungua kibanda kingine na bado vingine amefungua. Kubali mkataba, maana usipoikubali mkataba, Josephine, njia ya giza poteza amani yake na mwisho wake huwa huzuni. Imani ya kweli haijengwi juu ya mali wala utajiri wa dunia, bali inajengwa juu ya kumwaminia Mungu hata wakati hakuna kitu mbele yako kinachoonekana. Watu wengi wanataka baraka za haraka, lakini hawataki kusubiri wakati wa Mungu. Lakini nakwambia leo Josephine, kwamba imani ni kama mbegu inayopandwa ardhini. Mwanzoni inaonekana ndogo sana, haionekani kuwa na nguvu, lakini kadri mtu anavyoendelea kuomba, kuamini na kuwa na subira, mbegu hiyo hukua mti mkubwa ambao hakuna dhoruba inayoweza kuangusha. Usikubali sauti ya giza ikuambie kwamba utapata nguvu au utajiri wa kuacha njia ya Mungu. Mungu anaweza kubariki kwa njia safi na ya kweli bila kufanywa mtumwa wa giza. Hata kama leo unaonekana una kitu kikubwa mikononi mwako, kumbuka kwamba mtu mwenye imani na hazina kubwa zaidi kuliko mali zote za dunia, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio Mungu wa milele. muda wangu wa kuongea nanyi umeisha. Josephine, hivi karibuni nakutembelea na ndakuwa nimevaa sura tofauti. Naweza kuwa mumeo, mwanao, ama bibi yako, ama buka yako. Ila Josephine, mkataba una wale wengi wao wanatazama na wanasikia hii mazungumzo.
Josephine, wewe ni mmoja miongoni mwao, na hivyo hivyo ndivyo au wengine pia lazima wataandika na watakubaliana na mkataba huu, maana Josephine Ibilisi, nenda kama unaenda, maana roho hii utaweza kuichukua. Roho hii na Mwenyezi Mungu utaweza kuichukua. Nitarudi. Imani yako, endelea kuomba, endelea kumtafuta Mungu kwa moyo wako wote Josephine, na usiruhusu hofu au tamaa zikupotoshe, maana yule anayemwamini Mungu wa kweli hataachwa, na kwa wakati wake Mungu muinua na kumbariki kwa njia ambayo hakuna nguvu ya giza inaweza kuharibu. Josephine, muda wangu unaisha. Muda wangu unaisha ni kueleza kuwa imani ni wewe unayostahili kuwa nao mkononi, na usikubali Ibilisi aweze kudanganya, maana Mwenyezi Mungu anampenda yule aliye na imani iliyosimama na iliyo na nguvu. Josephine, kuwa na imani. Josephine, kuwa na imani. Josephine, 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 Josephine. Kwaheri, kwaheri. Roho za Mwenyezi Mungu ziwe na wewe, ila inua imani yako, maana kule ulipokuwa ulikuwa ukifanya kazi kwa bidii na ulikuwa na imani tosha. Usikubali Ibilisi akudanganye kwa sababu ya mali. Kwaheri Josephine.